Nawashukuru sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza majaji na mahakimu kwa kazi mnayofanya kwa wananchi wa taifa letu. Hongereni sana. Kazi ya kusimamia haki zao. Ninatambua kuwa majukumu yenu ni mazito na yanahitaji weledi, uadilifu, umakini, busara, uvumilivu na ujasiri pia wa kusimamia haki bila woga wala upendeleo. Na hapa napenda ninukuu maneno ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere aliyoyasema wakati akifungua mkutano ule wa mwaka 84, na nukuu: kazi ya uhakimu ni ngumu na inahitaji uadilifu mkubwa, na kwamba si kila mtu anaweza kuifanya kwa ufanisi bila kuwa makini, bila upendeleo na bila rushwa, kwa sababu haki lazima itendeke bila uchoyo na upendeleo. Hayo ndiyo maneno ya Mwalimu wakati ule ambayo mpaka leo bado yana uzito wake. Ni maneno mazito ambayo yanaishi mpaka leo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama. Ila nitoe rai kwenu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu, kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Uko mahabusu huko, kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka na sasa, mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Lakini vile vile natiwa moyo na studies zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya Watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana. Kwa hiyo hili nalo linatutia moyo kwamba mahakama zetu zinafanya kazi inayoridhisha. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha mahakama, ikiwemo kuboresha miundombinu. Jengo hili tulilopo naambiwa ni la 6 kwa dunia na ni la 2 Afrika. Ni kazi ya serikali na ni yale mazingira mazuri ya utendaji kazi ambayo Jaji Mkuu ameyazungumza hapa. Lakini kuongeza rasilimali watu, serikali ya awamu ya 6 tumejitahidi sana kuongeza idadi ya majaji na mahakimu katika ngazi zote. Tumejitahidi sana. Tumejitahidi kuboresha maslahi ya watumishi. Tumejitahidi sana. Na nataka niwaibie siri hapa. Napata barua za kuboresha maombi na maslahi, naambiwa kama walivyo majaji na sisi tunataka tuwe hivi. Kwa hiyo wakati wewe unalia pete yako uliyovaa sio nzuri, mwenzio analia hana hata kidole cha kuvalia hiyo pete. Zote tunazichukua, lakini kama nilivyosema, jinsi uchumi utakavyoruhusu ndivyo tutakavyozitekeleza. Na kwa yale mapendekezo ya mabadiliko ya sheria na mapendekezo mengine ambayo hataki rasilimali fedha, basi niko na watu wote hapa, mwanasheria mkuu wa serikali yupo, mawaziri wapo, tutakwenda kuyakalia na kuyafanyia marekebisho ili majaji waweze kufanya kazi zao vizuri sana.
Sasa kabla sijahitimisha, naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timize wajibu wenu, ndugu zangu majaji na mahakimu, ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie kiapo chenu. Lakini vile vile naomba nimnukuu kwa mara nyingine hayati Baba wa Taifa kwenye mkutano ule ule wa 84 alisema kwamba zipo kazi zinazoweza kufanywa na watu tunaowatilia mashaka. Kwa mfano, uhasibu. Naweza ukalitilia mashaka jitu hili jizi hili, lakini lihodari la kufanya uhasibu kaambia endelea, kwa sababu unajua nyuma yake kuna auditor atakuja kumuaudit na wizi utaonekana. Lakini sio kazi yenu nyie. Kazi ya mahakimu na majaji, mnaoditiana wenyewe kwa wenyewe kupitia lile dashboard kule. Kesi gani imehukumiwa, na labda mtu akate rufaa, muanze kukaa tena ndio muiangalie. Kwa hiyo si kazi zote zinafanywa na watu wanaotiliwa mashaka, ila uhakimu na ujaji sio mojawapo ya kazi hiyo zinazofanywa na watu wanaotiliwa mashaka. Hata kama ushahidi hautoshi, akitiliwa mashaka jaji, hata kama ushahidi hautoshi, mwalimu anasema ni lazima aanze kuchunguzwa mara moja, hata kama ushahidi hautoshi. Lakini jaji mkuu akipata taarifa jaji so and so ana tabia hizi na hizi na hizi, jaji mkuu lazima aweke majaji wengine, hebu mfuatilieni huyu anaendaje. Kwa hiyo si kazi zote. Kazi nyingine zinaweza kufanywa na watu wanaotiliwa mashaka, lakini sio ya kwenu. Ya kwenu inataka mwe waledi, waadilifu, wazalendo kwa taifa lenu na mnaotii sheria na katiba yenu. Kwa hiyo ndio sifa yenu kubwa, waheshimiwa majaji, nami niwaombe mbakie kwenye sifa hizo. Maeneo haya au maneno haya ya mwalimu bado yana uzito ule ule, na pengine uzito wake ni mkubwa zaidi katika wakati huu ambapo teknolojia imebadilika, watu tumebadilika. 84 majaji hawakuwa wengi, wakuwa wachache sana, na ndio maana walikuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo jaji mkuu amesema low density area na mambo yote ambayo ameyataja. Majaji walikuwa wachache sana.